yenye hofu ya Mungu, yenye kumpenda Mungu kuliko kitu kingine chochote, yenye nguvu katika kutenda, kwa sababu ukishafika mahali ukampenda Mungu lazima nguvu itumike katika kumtumikia Mungu. Lakini nataka wale ambao huduma zao zilikuwepo leo hazipo, leo tunazirejesha kwa nguvu mpya, na kila ambacho Mungu alikuwa anaweza kusema na wewe leo tunataka kirudi kabisa, kila kitu. Lakini kubaliana na maelekezo na moyo wako uweke kwenye ibada hii. Ibada hii inaweza kukufanyia kitu ambacho hujawahi kukiona wakati wote. Leo ikakufanyia kitu. Kwa hiyo usiwe na shughuli nyingine yote. Naomba unisikilize, naomba unipe masikio yako. Lakini pili, usishughulike na watoto wa watu wengine. Mwenye mtoto shughulika na huyo mtoto, na ana haki zake. Anayenyonya mnyonyeshe, sio mpaka kupiga kofi. Mnyonyeshe, mpe ili wewe upate nafasi ya kunisikiliza. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Naomba usiwe kanisani kwa mazoea, kwamba tunatoka hapa tunaenda hapa basi tutakuwa tunarudi. Lakini kwa wakati Mungu anaweza kufanya tofauti. Ruhusu tofauti ya Mungu, kwa sababu Mungu hana kanuni kama binadamu. Na ndio maana tukuta Yesu, wengine aliwapaka matope kwenye macho, wengine alisema tufunguka, akashika mikono akafunguka. Sasa ile ndio ambayo kanuni tunataka kuishi nayo. Ufunuo wa Yohana sura ile ya 2, nianze na ule mstari wa kwanza. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ile ya 2 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema, kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndiyo anenayo yeye azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu, na yajua matendo yako na tabu yako na subira yako, na yako huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajitao mitume na usio ukaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini na neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanye matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Lakini unalo neno hili, kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai, ambayo na mimi nayachukia. Yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti uzima ulio katika bustani ya Mungu. Amen. Tunaona kati ya nyaraka za makanisa haya, hii ni waraka wa urejesho. Naomba sogeza hii madhabahu. Ninataka niwe natembea sifu. Kwa kati ya haya, huyu alipokuwa analiangalia kanisa hili, weka au hapa pembeni, weka pembeni. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kama ambavyo siku moja nilifundisha na wengine umeendelea kujifunza kwao, wakati Yesu ameondoka, walibaki wanafunzi ambao ndio walikuwa wanahubiri Injili. Lakini wakati wamebaki kwa mara ya kwanza, hawakutoka Yerusalemu. Waliendelea kufanya shughuli zao pale pale Yerusalemu. Waliendelea kumega mkate pale pale Yerusalemu.
Waliendelea kwenda nyumba kwa nyumba Yerusalemu. Baadaye Mungu akaruhusu yani mateso kwa kanisa. Wale watu wakamkamata Stefano, wakamuua Stefano, kati ya wale ambao walikuwa mashemasi wa kwanza. Biblia inasema baada ya kifo cha Stefano, wale waliokuwepo Yerusalemu wakakimbia, maana palikuwa pakaliki. Kila anayesikika anamhubiri Yesu alikuwa anaingia mashakani. Kwa wakakimbia, wakaenda wakatawanyika kote huko duniani. Wengine wakaenda mpaka Rumi, wengine wakaenda maeneo yote ya Efeso, yote na kati zile ambazo walikuwa na uwezo kuyafikia. Wapendwa, Yesu asifiwe. Wewe unaisinzia, unanikwaza kabisa. Mbona mliko naimba hapa msinzia? Wapendwa, Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Hasa kule ndio yakaanzishwa makanisa mpaka Efeso. Alifika kule Paulo na akaanzisha kanisa lenye nguvu la kiroho. Baadaye walipoenda wale watu wakapoteza tena mwelekeo. Kwa Yohana anapoanza kuhubiri mwishoni, maana Paulo amehubiri kati ya miaka ya 60 hapa mpaka 90, lakini kule kwenye miaka kule ambako Yohana ndio yuko, yule Yohana yule wa Ufunuo, anashangaa. Mungu anamwambia kwamba lile kanisa limepoteza upendo wa kwanza. Ule waliopokelea wokovu sio huu walio nao. Ule msimamo waliokuwa nao sio msimamo huu walio nao. Ukiwasikia mdomoni wanasema tunasubiri. Ukiwasikia mdomoni wanasema hivi, tunayachukia mambo ya matendo ya Wanikolao, lakini ukiwaangalia hata wao ule upendo wa kumpenda Mungu kwanza sio huu walio nao. Wamebadilika. Lakini kitu ambacho kapeleke ujumbe, uambie kumbuka kule mlikoanguka, mukaurudie upendo wenu wa kwanza, mukairudie imani yenu ya kwanza, mukayarudie maombi yenu ya kwanza, mukairudie hofu yenu ya kwanza, mukarudie kila ambacho kiliwafanya liwe kanisa la maana, mpaka likaandikwa na Mungu akasema ni moja kati ya makanisa ambayo yanaingizwa kwenye maandiko matakatifu. Likaingizwa kwenye maandiko. Bwana, tunapozungumza kanisa la Efeso, ujue lilikuwa kanisa zuri, limeingia mpaka kwenye mtandao wa Injili. Leo tunazungumza kanisa la Efeso, ni kama leo hii likaingia kanisa la Kiwira Bonde la Baraka. Maana Mungu alikuwa na kitu cha kufanya nao. Warejeshe, warudi, waangalie matendo yao ya kwanza, waangalie vile walivyoipokea ile imani, waangalie vile ambavyo Mungu akawapa nafasi kabisa ya kwamba ni kanisa la mfano. Warudi. Maana Mungu kwa njia ya ufunuo huu alikuwa na warejesha wale watu. Ulikuwa ni urejesho, kurejea. Kurejea kama vile nilikuwa naenda namna hii. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna kitu ambacho sijakifanya kule nilikoanza, kuna kitu sijafanya. Narudi kuanzia pale nilipofika, pale nilipoanzia kufikia pale. Au ni kama mtu alikuwa anaenda hivi, alitakiwa aende mpaka mlangoni, akaenda mlango huu. Hasa nafika huko anashangaa, mbona mlango unaojia sio pana kama ule? Kwa nirudi pale nilipopotelea, nikaanze pale, nirudi kule ambako ndio natakiwa kwenda. Maana huko nakwenda sio mlango mpana kama nilivyokusudia kuona, na kaona kama mlango kadogo, kumbe nimepotea, kumbe sienda kama nilivyokusudia. Na ndivyo ilivyo hata kanisa siku za mwisho, kule ambako Mungu anataka tuende, hatujaenda kule. Kuna mahala tumechepuka, kuna mahala tujafanya vizuri, kuna mahala tumepoteza mwelekeo, kuna mahala kama tulivyo kuanzia mimi na mke wangu na baraza la wazee na mashemasi na viongozi wa idara na Upendo kwaya na Nuru kwaya na Adonai kwaya na washirika wote
wanavyotufahamu hata mitaani, ndivyo watu wanavyozungumza, ndivyo na sisi tunavyokiri, ndivyo tunavyoweka nembo yetu, ndivyo tunaenda na shughuli zile tulizo nazo. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni watumishi wa Mungu, lakini utumishi wetu wote lazima tuangalie kule tulikoanza kama kanisa. Lakini nataka nikumbushe wewe kule ulikoanza. Ndivyo ilikuwa hivi. Kule ulikoanza ulipokuwa unaokoka. Kuna mwingine umeokoka kwa sababu ya magonjwa. Je, Yesu alipokuponya ndivyo unavyoishi kama vile ulivyoponywa? Kuna mwingine uliokoka kwa machozi. Leo una machozi katika mambo ya Mungu. Kuna mwingine uliokoka neema tu ikakukuta. Lakini je, ndivyo ulivyo leo? Vile ulivyofurahia wokovu kwamba ulikuwa na shuhuda na mshukuru Mungu ameniokoa, uliona matunda ya wokovu. Leo unaona matunda ya wokovu, au unaona matunda ya kazi yako, au unaona matunda ya ofisi yako, unaona matunda ya uchumi unayojishughulisha nao. Umepaki wokovu pembeni. Kwa leo wala huna shida na Mungu kwa sababu uangalie matunda yanayotokana na wokovu. Unaona matunda yanayotokana na mshahara wako, yanayotokana na kufuga kwako, yanayotokana na kulima kwako, yanayotokana na ulivyo na kipaji cha kuuza. Hilo ndio unaona matokeo ya wokovu. Lakini yale ya kwanza yaliyokuwa yanatokana na wokovu hayaonekani. Leo wokovu umewekwa pembeni. Ila kama na wewe ni sawa na kanisa la Efeso ambao walikuwa wanasema tunawachukia matendo ya Nikolai. Na wewe ukiwaona walevi unaambia walevi wanamkwaza Mungu, wakati inawezekana wewe uliyeko ndani leo ndio unayemkwaza Mungu kuliko aliyeko nje. Ndio unayemchukia. Kitabu cha Ezekieli kuandika katika mstari wa 6, nisome kuanzia mstari wa kwanza, lakini kuandika katika mstari wa 6. Biblia inasema ndipo baadhi ya wazee wa Israeli wakanijia wakaketi mbele yangu. Ndipo neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, watu hawa wametoa vinyago vyao na kuvitia mioyoni mwao, na wameweka kwazo la uovu wao mbele ya nyuso zao. Je, ni haki yangu niulizwe na wao katika neno lolote? Basi sema nao uwaambie, Bwana Mungu asema hivi, kila mtu wa nyumba ya Israeli atoe vinyago vyake na kuvitia moyoni mwake na kuliweka kwazo la uovu wako mbele ya uso wake na kumwendea nabii, mimi Bwana nitamjibu neno lake sawasawa na wingi wa sanamu zake, ili niwakamate nyumba ya Israeli kwa mioyo yao wenyewe, kwa sababu wamefarakana nami kwa vinyago vyao. Kwa sababu hiyo uwaambie nyumba ya Israeli, Bwana Mungu asema hivi, rudini ninyi mkageuke na kuviacha vinyago vyenu, mkageuzwe nyuso zenu zisielekee machukizo yenu yote. Asema rudini. Maanake kurudi ni kurejea kule ambako Mungu anakutaka. Amen. Katika wokovu huu nimezungumza sana hapa kwamba tumeokoka, kuna mahala Mungu anataka twende, kuna mahala Mungu anataka tukaishi. Yaani tuko hapa lakini kuna mahala ambapo Mungu anataka twende, kuna mahala ambapo anataka tukaishi. Tunatoka mmoja hapa, lakini kila mmoja anaangalia anakokwenda. Ila kuna mahala ambapo Mungu anataka tukaishi. Kuna mahala ambapo Mungu anataka tukitoka hapa kiwe ndio kituo chetu cha kwanza, tukafikie kule. Kuna mahala ambapo Mungu amejipanga akuonyesha wema wake, kuonyesha nguvu yake, kuonyesha upendo anaotupenda, upendo tulio nao duniani. Kwa mtazamo wa kibinadamu ni kama tuko sawa wote, lakini baada ya maisha haya uko upendo Mungu ambao atauonyesha kuliko maelezo, kuliko ufahamu. Yako mambo ambayo kule ndiko atakakotugawa. Leo tukiwa hapa wote tuko Kiwila, leo tuko hapa wote tuna pesa, leo tukiwa hapa wote tuna uhai, leo tukiwa hapa kila mmoja anamiliki chake.
yake, lakini tunapokwenda kule Mungu anakotaka tuende, kule ndio alikobagua, kule ndio alikoweka tofauti, kule ndiko ambako wewe kwa kinywa chako, hata kama kinywa hakitaki, kitakiri kwamba Mungu kweli ananipenda. Kumbe alikuwa anaabudu alitaka nifike hapa, kumbe alikuwa anaabudu alitaka niishi hapa, kumbe alikuwa anataka niabudu aliniandalia haya. Wewe mwenyewe utasema hata kama hujawahi kusema, na ndio maana Biblia inasema hivi, hata vinywa vya mabubu vitafunguka, hata macho ya vipofu yataona wema ya Mungu, hata masikio yasiyosikia yatafunguka, yataona neema iliyoko yamo shakaro. Wewe Bwana Yesu asifiwe. Mungu anazungumza na taifa la Israeli, anasema mimi nitasemeje na hawa watu wana vinyago vyao, kila mmoja ameshika kinyago. Huyu ameshika hiki, huyu ameshika hiki, huyu ameshika hiki, wale wazee. Alafu wamekuja eti ndio wanakuja kwa nabii, tuambie Mungu atuambie tunatakiwa kufanya nini, wakati kwanza tu mikononi wameshika vinyago. Nitawajibuje? Nisemeje na watu wakati wana vitu walivyoshika? Nisemeje na vitu wakati wanaishi navyo? Niwaambieje? Nisemeje? Leo Mungu kama na kitu cha kufanya, afanyeje? Kama tu swala la kuhudhuria ibada ni mtihani, afanyeje? Mungu akusaidieje wakati moyoni umeshakataa kuongozwa, umeshakataa kushauriwa, umeshakataa kutii, unaishi kama unavyotaka, unakuja kanisani kama unavyotaka, popote duniani, hata kwenye mambo ya dunia tu. Ukishakuwa mwanafunzi huwezi kwenda kama unavyotaka, ukishakuwa raia huwezi kwenda kwenye nchi kama unavyotaka. Ndio maana kuna uongozi, kuna serikali, kuna bunge, kuna mahakama. Ukitaka kufanya unavyotaka, unaamua unampiga mtu unavyotaka kwa mzidi, kwa kuna utawala. Hata nyumbani kwa mtu, ukishafika nyumbani kwa mtu huwezi kukaa popote au kulala popote. Ukishafika kwa mwenye nyumba, ana kiti chake mle ndani, ana kikombe chake mle ndani, ana machumba chake cha kulala. Sio kwa amesema uwe huru, unaingia kwenye chumba cha mwenyeji, unaenda kulala kwa sababu amesema uwe huru. Mpendo hapa, kuna mipaka na kwenyewe kwenye nyumba ya mtu. Hasa kwa Mungu sifikiri kwenye wokovu, kwa kuwa amekuokoa bure, hakuna mipaka. Unaenda unavyotaka, unaabudu unavyotaka, unaabudu unavyotaka, unaimba unavyotaka, unahudhuria unavyotaka. Wewe ndio bosi wa wokovu, vile unavyofikiri unafikiri na Mungu anakubaliana. Nataka nikwambie leo, Mungu akubaliana na kila kitu. Mungu anakubaliana ukikaa kwenye neno lake, na ndio anasema mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, aliye mnyonge, aliye na moyo uliopondeka, atetemekaye asikiapo neno langu, huyo ndiye nitakayemwangalia. Haangalii wote, hawezi kukuangalia wewe na mfunyo za kiroho hizo nazo na kiburi hicho nacho, wala utii chochote, unafanya unavyotaka. Kama imani ulianza wewe, ukazaliwa ukatengeneza, umetengeneza nguo, umetengeneza nyumba, umetengeneza mashamba, lakini wokovu huu una majana. Wapendwa Yesu asifiwe. Wapendwa Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mchana wa leo nataka niseme na wewe, rejea kule ulikotokea, rudia kule ulikotokea, angalia wapi hujafanya vizuri. Wewe ulikuwa mwimbaji mzuri, leo huwezi kuimba. Ulikuwa mwimbisha sifa mzuri, leo huwezi kuimba. Ulikuwa unategemewa na kanisa, leo utegemewe. Ulikuwa unaaminiwa, leo wana mashaka na wewe. Uzembe huu unatukana nini? Kuna mahali, kuna kitu. Na kelele hizi tunazosikia, maana wengine wanaabudu, lakini tuna kelele nyingi masikioni mwangu kama mchungaji. Kelele nyingi. Fulani fulani kelele nyingi. Kuna watu mna kelele, yaani maisha yenu yana kelele kuliko hata kengele ya ile wanayogonga pale Roma, pale Ligogwe. Yaani wewe kelele zako ni nyingi. Amen.
Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka nirudi, sababu kubwa ya kurejea nyuma ni pale ambapo moto wa madhabahu ya kiroho umezimika. Kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 6 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 13. Biblia inasema Bwana akanena na Musa na kumwambia haya, waagize Haruni na wanawe, uambie amri ya sadaka ya kuteketezwa ni hii. Hiyo sadaka ya kuteketezwa itakuwa pale motoni juu ya madhabahu usiku wote hata asubuhi, na huo moto wa madhabahu utawaka juu yake usizimike. Naye kuhani atavaa nguo yake ya kitani na suruali zake za kitani atazivaa mwilini mwake, naye atayazoa majivu ambao huo moto umeiteketeza sadaka juu ya madhabahu, kisha atayaweka kando ya madhabahu. Kisha atayavua mavazi yake na kuvaa mavazi mengine, kisha atachukua yale majivu kwenda nayo nje ya marago hata mahali safi, na huo moto ulio madhabahuni atautunza uwake daima juu yake usizimike. Naye kuhani atateketeza kuni katika moto huo kila siku asubuhi, naye ataipanga sadaka ya kuteketezwa juu yake, naye atayateketeza mafuta ya sadaka za amani juu yake. Moto utatunzwa uwake juu ya madhabahu daima usizimike. Moto utatunzwa juu ya madhabahu daima usizimike. Hii ni kwa sheria ya ibada za zamani, lakini sheria ya ibada za leo katika Agano Jipya, madhabahu yake hayako nje, yako ndani mwako. Hiyo nafsi yako na roho yako ndiyo madhabahu ya Bwana ambaye anataka moto usizimike. Maana ukizimika ndio kinarudi Kiswahili cha zamani cha poa cha nini, vinarudi Kiswahili ya jambo. Kishazimika moto, kila kitu nataka sheria, lakini wakati sheria haimhusu mtu wa rohoni. Sheria ni kitu kidogo. Mtu wa rohoni kitu kikubwa kwake ni Roho Mtakatifu. Yeye ndiye anamuongoza. Kabla haja sheria hajasema, Roho Mtakatifu ameongea na hiki kinachofanya sio chenyewe. Mazungumzo haya sio yenyewe. Tabia hii sio yenyewe. Lakini kuna watu ambao anakwenda kanisani anasema, mchungaji atanifanya nini, mbona naye ni binadamu. Wanakwenda kanisani. Wanakwenda watu kanisani, hawasikii mwalimu wa kwaya wala mwenyekiti wala mzee wa kanisa. Yeye ndio topu, kila kitu kiko kwake. Hiyo ni roho nyingine, kwa sababu moto ukishazimika ni rahisi kuja na vitu vingine, lakini kama moto unawaka, hakuna kitu kitakachokaa kwenye moto, hakuna kinachokaa kwenye moto. Inzi hakai kwenye moto, chochote hakikai kwenye moto. Kwenye moto hata kama leo hii hapa tukikupa chakula cha moto, mpaka upulize ili angalau upunguze ule moto. Na shetani anafanya hivyo, akikuta moto upo kwako, anajaribu apulize kwa maneno, anajaribu apulize kwa tabia, anajaribu apulize kwa uvivu, anajaribu apulize tukani. Akifaulu, ndipo tunampata mshirika ambaye kinywani anakiri ameokoka, lakini kwa matendo anakataa, anaishi kama anavyotaka. Wapenda Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo ni siku ya urejesho. Nataka urejee kule nafsi yako ikoende. Nataka urejee kule ambako umetokea, kule urudi kule. Urudi hapa uwe mshirika mwenye hofu ya Mungu, anayemwogopa Mungu. Wala usimuogope maijara, wala askofu mkuu, wala mzee wa kanisa. Nataka mshirika ambaye anamwogopa Mungu kuliko chochote duniani. Wala hamuogopi polisi. Polisi ni mtu mdogo, lakini yuko Mungu aliye juu, aliyeshika uhai wako. Leo anaweza kaondoa, leo anaweza kautupa mbali. Huyo ndiye wa kumwogopa. Nataka mchana wa leo rejea kwa Mungu.
maamuzi ya mwisho, wala mzazi na maamuzi, wala serikali haina maamuzi. Yuko Mungu, yuko Mungu, kanisa la Mungu, yuko Mungu wa Ibrahimu, yuko Mungu wa Isaka, yuko Mungu, yuko yeye mwenyewe, wala hajaangalia mtu. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Yuko. Siku moja nilizungumza hapa kanisa, nikasema hivi, kitabu cha kanisa cha katibu kina maelezo, lakini Mungu ana kitabu chake. Hicho ndio ujue, Mungu ana kitabu chake. Hiki kitabu cha hapa kanisa cha wewe ni mshirika hapa, yuko katibu wa kwaya na yeye amekuandika wewe ni mwimbaji. Kuna kitabu cha kwaya hapa kwenye kwaya Nuru kwaya, kuna kitabu hapa kwenye hapa, lakini Mungu ana kitabu chake. Na ndio maana tutakapotoka hata niuliza mimi wala katibu wa kanisa wala askofu, yeye Mungu atafungua kitabu chake. Na kitabu cha Mungu kimetunza maneno yote unayoweza kuongea yote. Kitabu cha Mungu kamera yake imekupiga picha kila jambo lilofanya. Ile kamera ya Mungu ilichukua, imetunza. Yaani Mungu ana store, ana vitu vingi. Katika kitabu cha Luka sura ile ya 12 anasema hivi. Yesu alikuwa anazungumza maneno haya kwa Mafarisayo. Kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 5. Anasema hivi, wakati huo makutano walipokutanika elfu hata wakakanyagana, alianza kuambia wanafunzi wake, kwanza jilindeni na chachu ya Mafarisayo ambayo ni unafiki, lakini hakuna neno lililostirika ambalo halitafunuliwa wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Basi yoyote mnayasemayo gizani yatasikiwa mwangani, na mlioyasema sikioni mwa mtu katika vyumba vya ndani yatahubiriwa juu ya dari. Nami nawaambia ninyi rafiki zangu, msiwaogope hao wawili, kisha baada ya hayo hawana uwezo tena kutenda. Lakini nitawaonya mtakayemwogopa. Mwogopeni yule ambaye akisha kumuua mtu ana uwezo wa kumtupa katika jehanamu. Naam, nawaambia muogopeni huyo. Huyo ndiye wa kuogopa. Wakati kule unakozungumza, nilizungumza siku moja nikasema hivi, wakati mamajusi wamepita kwa Herodi, wakamwambia tumepata nyota inaonyesha mfalme mezani. Akasema akawaita makuhani. Jamani, kuna mtu mezani. Kwenye maandiko hivi imeandikwa, Bethlehemu hu mdogo tena katika wajumbe wa Yuda, kwako atatoka mfalme. Ndio tunachojua. Kibao mezani wasaja tujui. Akaendelea kuuliza huyu na huyu, hawakupa majibu. Baadaye akasemeje? Akasema nendeni, mkifika mkimwona mrudi, mpitie njia hii, alafu mtaniambia na mimi nataka nikamsujudie huyo mfalme ambaye nimeiona nyota yake. Wakasema sawa, wakaondoka. Walipotoka tu kwenye nyumba ya Herodi, wanafika njiani wakakuta nyota. Wakafika mpaka pale Mariamu alipokaa na mtoto Yesu, wakamsujudia, wakatoa zawadi na uvumba. Na vizuri nimesimama upendo ndio anavyoimba. Wakatoa zawadi, wakatoa na uvumba na dhahabu, wakatoa. Wakati wamelala wanataka kuondoka safari ili wapitie kwa Herode, akaja malaika akamwambia, msipitie njia ile, pita njia nyingine. Pita njia nyingine. Wale watoka wakaishi, wakapita njia nyingine. Herode akaanza kuhesabu uliko tarefa, hawa watawajapita mpaka leo. Akasubiri, akaona wamenidanganya, lakini waliniambia kwenye viunga vya Bethlehemu. Weka manda simama, weka manda simama, chukua kikosi, chukua mapanga, chukua hamu, jambia, chukua. Mkafika pale, mkishafika pale, mtakuta watoto wote kuanzia miaka 2, kuanzia kwenye viunga vyangu hivi, mtoto yoyote wa kiume kata shingo. Mungu akaenda akamtuma malaika akamwambia Yusufu,
na Mariamu, ondokeni. Muondoke sasa hivi, muende Misri. Huyu mfalme wa nchi hii ana nia mbaya na mtoto Yesu. Wakati yeye kwa mawazo ya moyoni Mungu anakujua. Moyoni Mungu hafichi, mbavu hizo hazimfichi Mungu cha moyoni. Watu ndio unaweza ukawaficha, mume wako ukamficha, lakini sio Mungu. Mungu hafichiki vya moyoni. Na ndio maana kwenye maisha ya kiroho ni vizuri mbele za Mungu jifunue tu, ili kama kuna shida kusaidie, kuliko ukabaki na vitu vya moyoni, ukabaki na matakataka moyoni, ukabaki na mavitu ya bibi ya babu. Kwa watu wasema Bwana asifiwe, wapendwa. Bwana asifiwe, namjua Mungu. Na Mungu sio mtu, Mungu ni Mungu tu. Na ndio maana tunatamani kila mmoja asalimishe maisha 100%. Toba ya kweli ya muhimu kweli ya moyo. Sasa nataka nirudi kwa mahala pale. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Nataka kila mmoja leo waangalie kwenye madhabahu yako, moto unawaka au umezimika au ni majivu tu. Na kama ni majivu hufiki tunapokwenda, na kama ni majivu utakuwa kwazo la namna yote kwenye kazi ya Mungu. Utakuwa kwazo kwa kila eneo, utakuwa kwa sababu moyoni kwako moto umezimika. Shetani anaingia anatoka kwa uhuru, wala hana shida, wala hakemei. Umekuwa rafiki wengi duniani kuliko kanisani. Umekuwa rafiki wa shetani kuliko kuwa rafiki wa Mungu. Unatembea kazi mawazo yako kuliko neno la Mungu. Huwezi kufika. Na ndio maana mchana wa leo nataka uleche, rudi mkaangalie pale